Na kushukuru sana kwa kuweza kuchagua stesheni yetu ili tuweze kukuletea kipindi chetu cha sifa leo hii. Naamini kwamba saa nzima ambayo tutakuwa pamoja nawe hapa itakuwa saa yenye mibaraka. Manake kama kawaida unajua tukikuletea nyimbo tunakuletea nyimbo ambazo zimetungwa kwa ustadi wa juu, nyimbo ambazo zinatoka katika kinywa chake Mwenyezi Mungu, manake tunazungumzia ufalme wa mbingu. Hivyo naomba kwamba uweze kuungana pamoja nasi tunapoanza safari ya kipindi chetu siku hii ya leo. Ninapokukumbusha tu kwamba walisema Waswahili, anayekuumiza usimlipize. Unachopaswa kufanya ni kumuombea tu asije kaumizwa, manake ataumia mara mbili kama ulivyoumia wewe. Jifunze kusamehe. Ujumbe wetu siku ya leo ni kwamba moyoni mwako hebu uweze kuwa mtu wa kusamehe. Na ndio mambo ambayo tunazungumzia hapa sisi kama Wakristo kupitia nyimbo na mahubiri ya kila wakati. Na naamini kwamba ambao wanatupambia makala yetu siku hii ya leo si wengine bali ni waimbaji ambao wanatokea wapi? Waimbaji ambao wanatokea maeneo ya Eldoret. Wacha nitafute tu nihakikishe kwamba ninakupa taarifa ambayo ni sahihi ili usije ukanipiga vita. Stephanie ameenda wapi? Ndio huyu amenipa taarifa hizo. Wanajulikana kama The Omega Ministers East Africa. Yenu ni kali. Ninyi mmeenda nje ya mipaka ya Kenya. Wanasema kwamba wanajulikana kama The Omega Ministers East Africa, ambao wanatokea nchini Kenya, kaunti ya Uasin Gishu, na kwaya hii ina wanachama 14. Ilianzishwa mnamo mwaka wa 2019 tarehe 1 mwezi wa 9 ndio walianzisha kwaya hii. Wamehusika katika shughuli ya utume, kazi ya utume, manake mnamo mwaka wa 2023 walikuwa katika eneo ambalo linajulikana kama Ebukanga Village. Ebukanga hii jina inakaa kama kule kwetu Luyani kwa wajomba wangu. Maeneo ya wapi? Kakamega ama Bungoma ama wapi? Vihiga hapa nyuma tu. Walikuwa Ebukanga pale katika shughuli hiyo ya utume, na vile vile wamekuwa makambi katika maeneo ya Kabranet, na wakahusika katika injili ambayo ilikuwa inafanyika katika maeneo ya Eldoret pale. Kinachonifurahisha na kikundi hiki ni kwamba unapojiunga nao, unapotuma maombi ya kujiunga nao, sheria na masharti wanasema hutumika. Baadhi ya yale masharti ambayo unapewa ni kwamba ikiwa kutakuwa na mahusiano kati ya jinsia mbili tofauti, iwe mahusiano ambayo yatamalizia katika ndoa. Wanasema hivyo, lazima iwe inamalizia katika ndoa, la sivyo haikubaliki kamwe. Kwa nini niseme mengi? Acha niachie pale nikusomee tu neno letu, ama tuende katika Biblia takatifu. Anasema katika kitabu cha Zaburi 4:4 hadi 5, anasema muwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini vitandani mwenu na kutulia, toeni dhabihu za haki na kumtumaini Bwana Mungu wenu. Anasema tuweze kutafakari na tusije tukatenda dhambi. Wanakupa nyimbo zao 5 za utangulizi. Fanya kazi ya Mungu wako kabla hujakufa. Imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Kwamba siku zetu za kuishi duniani zapungua kila siku, kama umande
zake Mungu, unapaswa kumshia Bwana Mungu wako. Yeye ndiye mwenye nguvu, mamlaka na uwezo, kusamehe na kuhukumu. Mbona sasa ujivune? Mbona sasa ukaidi? Fanya kazi yake. Uhai wako bure, afya unayo bure, wokovu pia bure, umepewa akili timamu. Fanya kazi yake. Uhai wako bure, afya unayo bure, wokovu pia bure, umepewa akili timamu. Fanya kazi yake. Wewe fanya kazi. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Mungu wako kabla hujakufa. Imba sifa, imba sifa, imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri, hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza, timiza, timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Mungu wako kabla hujakufa. Imba sifa, imba sifa, imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri, hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza, timiza, timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Kule mavumbini tunakoenda, hakuna nguvu tena za kufanya kazi. Ewe mjoli, fanya sai. Kule mavumbini tunakoenda, hakuna sauti za kuimba sifa kwa Mungu. Ewe mjoli, imba sai. Kule mavumbini tunakoenda, hakuna injili ya kuhubiriwa tena. Ewe mjoli, hubiri sai. Kule mavumbini tunakoenda, hakuna uwezo wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Timiza sai. Kama ni kuimba, imba, imba, imba sifa zake Mungu. Imba sai. Kama ni kuhubiri, hubiri, hubiri, hubiri injili ya wokovu. Hubiri sai. Kama ni kubatiza, batiza, batiza, batiza kwa jina lake Kristo. Fanya sai. Kama ni kutimiza, timiza, timiza, timiza mapenzi yake Mungu. Timiza sai. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Mungu wako kabla hujakufa. Imba sifa, imba sifa, imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri, hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza, timiza, timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Mungu wako
imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Ukienda kazi ya Mungu, fanya na yeye aende yako. Ukiawacha malalamishi yako, utabaki kuwa mbarikiwa. Ukienda kazi ya Mungu, na yeye aende yako. Ukiawacha malalamishi yako, utabaki kuwa mbarikiwa. Ukitafuta wokovu, uyaishi mapito yote tapewa. Utabaki kuwa mbarikiwa. Ukitafuta wokovu, uyaishi mapito yote tapewa. Utabaki kuwa mbarikiwa. Fanya kazi ya Mungu wako kabla hujakufa. Imba sifa za Mungu wako kabla hujakufa. Hubiri habari njema kwa watu wote kabla hujakufa. Timiza mapenzi yake kabla hujakufa. Tunakubaliana na neno lako Baba, tumekwisha sikia sauti yako Yawe. Tunakubaliana miongozo yako Elohim, tunataka timiza mapenzi yako Mungu. Jumbe za wokovu tunapeleka kote, I will go, nitaenda. Sitakitoa visababu kwako Mungu, sitaki kuzembea shambani mwako. Nataka taji langu likang'ae nyota, wakati roho zao zinavutwa kwako. I will go, nitaenda. We will go, tutaenda. Mungu yaita, ni nani kati yetu ataitikia sauti? Ni Mungu Mwenyezi, anapiga mbiu wajoli, anataka walio wake wakaitikie wito wake. Kazi imenoga sana, mazao ni tele, nani yupo tayari? Nyoyo zinaangamia na kupotea kwa ulaghai wa dunia. Mbingu inatoa wito, tukawafikie wasizame dhambini. Ahadi zake ni za kweli, atakuwa nasi kwa kila hatua. Tunakubaliana na neno lako Baba, tumekwisha sikia sauti yako Yawe. Tunakubaliana miongozo yako Elohim, tunataka timiza mapenzi yako Mungu. Jumbe za wokovu tunapeleka kote, I will go, nitaenda.
kumjia Mungu kikamilifu. Ikiwa hutaweza kuenda, basi kajitolee kifurusi, kwani mwisho wa mambo yote kutakuwa kunatolewa taji. Ajenda yetu moyoni mwetu kutimiza agizo lake Yesu Kristo, tukaende kote tukihubiri, wale waamini wapate na kubatizwa. Tusingetoa vijisababu vya kutomjia Mungu kikamilifu. Ikiwa hutaweza kuenda, basi kajitolee kifurusi, kwani mwisho wa mambo yote kutakuwa kunatolewa taji. Tunakubaliana na neno lako Baba, tumekwisha sikia sauti yako Yawe. Tunakubaliana miongozo yako Elohim, tunataka timiza mapenzi yako Mungu. Jumeza wako tunapeleka kote, I will go, nitaenda. Juhudi kuwajibika kwako Mungu, I will go, nitaenda. I will go, nitaenda. We will go, tutaenda. Sitakitoa visababu kwako Mungu, sitaki kuzembea shambani mwako. Nataka taji langu likang'ae nyota, wakati roho zao zinavutwa kwako. I will go, nitaenda. We will go, tutaenda. Tunakubaliana na neno lako Baba, tumekwisha sikia sauti yako Yawe. Tunakubaliana miongozo yako Elohim, tunataka timiza mapenzi yako Mungu. Jumeza wako tunapeleka kote, I will go, nitaenda. Juhudi za kuwajibika kwako Mungu, I will go, nitaenda. I will go, nitaenda. We will go, tutaenda. Sitakitoa visababu kwako Mungu, sitaki kuzembea shambani mwako. Nataka taji langu likang'ae nyota, wakati roho zao zinavutwa kwako. I will go, nitaenda. We will go, tutaenda. Msalaba wa unyonge wangu na upofu, leo naasi maovu yangu, nachagua mwamko mpya. Nitapataje pona mimi nisipojali wokovu wa Yesu? Sipati oshwa, dhambi za oshwa, isipokuwa na Yesu Kristo. Nachungulia wokovu wa Yesu, makini sana niokolewe. Sipati oshwa, dhambi za oshwa, isipokuwa na Yesu Kristo. Nachungulia wokovu wa Yesu, makini sana niokolewe. Mimi muongo, mwana wa haramu, ninaomba unirehemu. Nilikaidi mapito ya kale, nikayafuta yangu, unirehemu. Nimeabudu miungu mingine, ninaomba
mapito ya kale nikayafuata yangu. unirehemu, Nimeabudu miungu mingine, ninaomba unirehemu, nimejigamba, nimejiinua zaidi yako. unirehemu, Bwana, tazamia msalaba wa unyonge wangu na upofu. Leo naasi maovu yangu, nachagua mwamko mpya. Nitapataje pona mimi nisipojali wokovu wa Yesu? sipati oshwa, Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. nachungulia Wokovu wa Yesu makini sana niokolewe. sipati oshwa, Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. nachungulia Wokovu wa Yesu makini sana niokolewe. Nimejitafutia sifa kanisani, ninaomba Unirehemu, nimetamani wake za wenzangu, ninaomba kwa kusema nimeunganisha marafiki. Tabia yangu nimefukuza wengi kanisa. Nimejitafutia sifa kanisani, ninaomba nimetamani wake za wenzangu, ninaomba kwa kusema nimeunganisha marafiki. Tabia yangu nimefukuza wengi kanisa. Bwana, tazamia msalaba wa unyonge wangu na upofu. Leo naasi maovu yangu, nachagua mwamko mpya. Nitapataje pona mimi nisipojali wokovu wa Yesu? sipati oshwa, Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. nachungulia Wokovu wa Yesu makini sana niokolewe. sipati oshwa, Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. nachungulia Wokovu wa Yesu makini sana niokolewe. zaka sadaka nimemimina, Unirehemu, nimeshuhudia neno lako,
isipokuwa na Yesu Kristo. Nachukulia wokovu wa Yesu makini sana, niokolewe. Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. Nachukulia wokovu wa Yesu makini sana, niokolewe. Na utazamia msalaba kwa unyonge wangu na upofu. Leo naasi maovu yangu, nachagua mwamko mpya. Nitapataje Bwana mimi nisipojali wokovu wa Yesu? Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. Nachukulia wokovu wa Yesu makini sana, niokolewe. Sipati oshwa isipokuwa na Yesu Kristo. Nachukulia wokovu wa Yesu makini sana, niokolewe. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Inanifanya naokoka, inanisongeza kwa Bwana na kuuacha ubaya wa dhambi, ili mimi niishi maisha ya haki, tena ya utaua. Neema yatosha. Nikiyatafakari maisha yangu, nashikwa na wasiwasi, kwa kuwa mkondo nilioufuata riba yake ni mauti. Maisha kwangu yamekuwa magumu, kila siku shida baada ya shida, hadi nawazia kuyafanya maamuzi kujitoa maisha yangu. Kweli nateseka, mwenzangu nahangaika, uchumi umezorota, nitakimbilia wapi? Nikiyatafakari maisha yangu, nashikwa na wasiwasi, kwa kuwa mkondo nilioufuata riba yake ni mauti. Maisha kwangu yamekuwa magumu, kila siku shida baada ya shida, hadi nawazia kuyafanya maamuzi kujitoa maisha yangu. Kweli nateseka, mwenzangu nahangaika, uchumi umezorota, nitakimbilia wapi? Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Inanifanya naokoka, inanisongeza kwa Bwana na kuuacha ubaya wa dhambi, ili mimi niishi maisha ya haki, tena ya utaua. Neema yatosha.
yatarahisishwa, uchumi wako utaboreka na afya yako itaimarika, mambo yako yote yatakuwa sawa kwa neema ya Mungu. Kweli viwete watembea na viziwi wasikia, hata vipofu wanaona kwa neema ya Mungu. Ukikutana na Bwana Yesu, maisha yako yatabadilika, yale uloona yakiwa magumu yatarahisishwa, uchumi wako utaboreka na afya yako itaimarika, mambo yako yote yatakuwa sawa kwa neema ya Mungu. Kweli viwete watembea na viziwi wasikia, hata vipofu wanaona kwa neema ya Mungu. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka, inanifanya naokoka, inanisongeza kwa Bwana na kuuacha ubaya wa dhambi, ili mimi niishi maisha ya haki, tena ya utauwa, neema yatosha. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka. Neema ya Bwana, neema ya Mungu imenizunguka, inanifanya naokoka, inanisongeza kwa Bwana na kuuacha ubaya wa dhambi, ili mimi niishi maisha ya haki, tena ya utauwa, neema yatosha. Wana Omega Ministers East Africa wanatupeleka katika pumziko fupi kwa wimbo huo ambao unazungumzia neema yake Mwenyezi Mungu. Najua neema hizo zimekuwa nyingi katika maisha yetu, maisha yangu na maisha yako. Bila shaka hadi tulipofika leo hii ni neema na rehema zake Mwenyezi Mungu. Tunapumzika kidogo, tunarudi baada ya muda usio mrefu. Karibu katika sehemu ya pili tuweze kubarikiwa katika kipindi chetu tunachokienzi, kipindi cha sifa, kipindi ambacho kimekuwepo kwa miaka sasa mingi, miaka na mikaka. Imekuwa ikikuletea tu waimbaji ambao wanabariki nyoyo zetu kwa nyimbo zao ambazo pia zimetungwa kwa stadi wa hali ya juu. Na kukaribisha katika sehemu ya pili tuweze kubarikiwa, lakini kabla tuende mbali nikupe taarifa hii fupi
kisha tuweze kurejea hapa tuingie katika sehemu ya uimbaji. Kwaya ya Waadventista wa Sabato Kurasini ilianzishwa mnamo mwaka wa 1984 ikitokea kanisa la Wasabato Temeke, wakati huo ikiwa na wanachama 12, miongoni mwao wakiwa ni pamoja na Mwalimu Samson Kebaso, Jared Joro na Sasi. Kadri siku ziliposonga, basi kwaya hii ilizidi kupendwa na wengi ambao pia walijitolea kujiunga nao, huku kwaya ikizidi kupanuka. Hadi sasa tunapoenda hewani, wengi wa waimbaji waanzilishi hawapo kwenye kwaya, kwani baadhi yao wamepumzika katika usingizi wa mauti. Juhudi za walimu na waimbaji wa kwaya hii imepelekea wao kutoa nakala kadhaa za nyimbo zao. Wamefanikiwa kutoa CD 48 na DVD 10, ikiwa na idadi ya waimbaji 105 hadi sasa. Mwalimu Samson Kebaso alikuwa na kipaji cha kipekee aliyoitumia kuikuza na kuilea kwaya hii kwa kiasi kikubwa mpaka pale alipokumbana na mauti yake. Inadaiwa kwamba Mwalimu Kebaso alitunga nyimbo nyingi sana za kwaya hii kiasi ya kwamba hata sasa wasipotunga nyimbo zingine, bado kwaya Kurasini ina uwezo wa kuimba nyimbo zake kwa miaka mingine 3 bila kuhofia chochote licha ya kuondoka kwake. Baadhi ya kwaya tajika alizofunza ni pamoja na Mathare North tokea nchini Kenya, Kijitonyama Lutheran Choir Tanzania na zinginezo. Pia inadaiwa kuwa alichangia pakubwa sana katika utunzi wa nyimbo wa taifa wa Afrika Mashariki. Lakini pia kando na Mwalimu Kebaso, kuna waimbaji wengine waliochangia pakubwa katika ukuaji wa kwaya Kurasini ambao pia walipumzika katika usingizi huo wa mauti. Miongoni mwao ni pamoja na Naziki Saidi ambaye alikuwa anaimba sauti ya kwanza, ambaye pia aliimba wimbo maarufu wa Kurasini ijulikanayo kama Mokozi Mokozi, huku wengine wakiolewa na kuondoka ama pia kupata uraia nje ya nchi. Ama kweli Mwenyezi Mungu amekuwa mwema katika kwaya ya Waadventista wa Sabato Kurasini na kuwatumia pakubwa katika zizi lake. Na kupeleka katika sehemu ya uimbaji, waimbaji hawa wanakubariki na nyimbo 4 ambazo zimesalia. Baada ya nyimbo hizi 4 ni sehemu ambayo najua unaisubiria kwa hamu na gamu. Sehemu ambayo tutakuwa tunapata ushuhuda ni yapi ambayo Mwenyezi Mungu ametenda katika maisha yao kama watu binafsi. Lakini kwa sasa, hebu barikiwa na nyimbo hizi 4. Tuokoke tukazishinde nguvu za shetani, na sisi vijana tumepewa nguvu zake, uwezo tena na mamlaka kuepuka njia zake shetani, tukakuwa nuru inayoleta mwanga kote. Vijana kutukeni mkatumie hekima mlopewa, ninyi ndiyo silaha anayoitegemea Mungu Muumba. Inuka, angaza, wakati wako ni sasa. Inuka, angaza, wakati wako ni sasa. Mpango wa Mungu tuokoke tukazishinde nguvu za shetani, na sisi vijana tumepewa nguvu zake, uwezo tena na mamlaka kuepuka njia zake shetani, tukakuwa nuru inayoleta mwanga kote. Vijana kutukeni mkatumie hekima mlopewa, ninyi ndiyo silaha anayoitegemea Mungu Muumba. Inuka, angaza, wakati wako ni sasa. Inuka, angaza, wakati wako ni sasa. Mtu asije kaudharau ujana wenu, kwa kuwa zinakuja siku mtakosa nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa. Ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi.
nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa, ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Mungu katupa nguvu kwa ujana wetu, ametupa neno lake tukaling'amue, ametupa vipaji tukamtukuze, ametupa ujasiri tukawe hodari. Nataka nifanye kazi ya Bwana, akija nipate thawabu, kwa kuwa kazi yake yaleta mibaraka tele. Katupa nguvu kwa ujana wetu, ametupa neno lake tukaling'amue, ametupa vipaji tukamtukuze, ametupa ujasiri tukawe hodari. Nataka nifanye kazi ya Bwana, akija nipate thawabu, kwa kuwa kazi yake yaleta mibaraka tele. Asije kaudharau ujana wenu, kwa kuwa zinakuja siku mtakosa nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa, ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Mtu asije kaudharau ujana wenu, kwa kuwa zinakuja siku mtakosa nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa, ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Mtu asije kaudharau ujana wenu, kwa kuwa zinakuja siku mtakosa nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa, ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Mtu asije kaudharau ujana wenu, kwa kuwa zinakuja siku mtakosa nguvu. Ng'ang'ania wokovu wa Mungu, ungali bado, wakati wako ni sasa, ndugu yangu, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Unastahili kuabudiwa, Unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Rabi, unastahili Baba. Umenivusha mambo mengi ya hatari, ukaniponya magonjwa mengi hatari, uishi kwangu mimi makusudi yako, unastahili Baba. Familia zetu Mungu umezilinda, biashara zetu Baba umeinua, nikihesabu mibaraka zote, unastahili nikitafakari maisha yangu,
sababu za kuabudu umenikumbuka, umenitendea miujiza. Wewe ni Mungu wa kweli, unastahili nikikumbuka umeniponya, umenilinda, umenibariki, umeniokoa. ninashukuru Na unastahili, unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa. unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili Tena wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. wewe ni Rabi, unastahili Baba, umenivusha mambo mengi ya hatari, ukaniponya magonjwa mengi hatari, uishi Baba mimi makusudi yako, unastahili Baba, familia zetu Mungu umezilinda, biashara zetu Baba umeinua, nikihesabu mibaraka zote, unastahili Leo unatangaza haijulikani, bila wewe Yesu mimi sina kitu, kiburi changu kitaniokoa. unastahili Nilipata siri ya maisha, siri ya kuishi kama mtawa, siri ni Yesu mwana wa Mungu. unastahili Unastahili, unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa. unastahili Kristo, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni Rabi, unastahili umenivusha mambo mengi ya hatari, ukaniponya magonjwa mengi ya shari, uishi Baba mimi makusudi yako, unastahili Baba, familia zetu Mungu umezilinda, biashara zetu Baba umeinua, nikihesabu mibaraka zote, unastahili Omega tunakusadiki, magoti chini tunapiga, mikono juu tunainua, wewe ni Mungu. Omega tunakusadiki, magoti chini tunapiga, mikono juu tunainua, wewe ni Mungu. Omega tunakusadiki, magoti chini tunapiga, mikono juu tunainua, wewe ni Mungu.
raha duniani wakitawala. Ahadi zako utatubariki, tukanyagapo hapo utatupa, tukibisha lango tafungua, tukiomba yote utatupa. Usinipite, usinipite Mungu, usinipite, usinipite kweli Baba, unapozuru watu wako usinipite, unapobariki watu wako usinipite, na kutegemea wewe ndiwe suluhu, na kutegemea wewe ndiwe mwamba wangu. Rabi Mungu, kweli mimi naomba. Usinipite Mungu, Usinipite, usinipite kweli Baba, unapozuru watu wako usinipite, unapobariki watu wako usinipite, na kutegemea wewe ndiwe suluhu, na kutegemea wewe ndiwe mwamba wangu. wanaokuomba amani, Usiwapite wanaokuomba kiponyo, usiwapite wanaokuomba utumwa, usiwapite wanaokuomba watoto, usiwapite wanaokuomba wengine, usiwapite taifa letu Kenya. usitupite Mungu, Usinipite, usinipite Mungu, Rabi, usinipite kweli Baba, unapozuru watu wako usinipite, unapobariki watu wako usinipite, na kutegemeza wewe ndiwe suluhu, na kutegemeza wewe ndiwe mwamba wangu. Rabi Mungu, kweli mimi naomba. Usinipite Mungu, usinipite kweli Baba, unapozuru watu wako usinipite, unapobariki watu wako usinipite, na kutegemea wewe ndiwe suluhu, na kutegemea wewe ndiwe mwamba wangu. Na kutegemea Mungu, Na kutegemea wewe ndiwe mwamba wangu. Kama muda ungeturuhusu tungeendelea, lakini kwa sababu tumebakisha dakika chache, niruhusu mpenzi mtazamaji niweze kupata ushuhuda mfupi kutoka kwa waimbaji hawa. Ni yapi ambaye Mwenyezi Mungu anatenda katika maisha yetu? Manake kila siku tunapoamka, kunapokucha na kuchwa, Mwenyezi Mungu anazidi kututendea mema na hatuna budi. Akitenda mema, sisi tunajitokeza tu kushuhudia ukuu wake, ili hata mataifa wanapotazama wanasema kwamba wanatambua kwamba ama kweli Mungu yupo na anazidi kutenda. Pengine ujitambulishe tu, unaweza simama ili tupate picha yako vizuri, alafu ujitambulishe, utupe ushuhuda wako kwa ufupi. Asante. Mimi kwa majina ni Geoffrey Opondo. Mimi natoka kule kanisa la Nazareth ambayo iko Langas. Langas Eldoret. District Eldoret. Ya chini ya mchungaji Bwambra. Mwaka jana wakati mission ya vijana huwa wanaenda Disemba kueneza ujumbe. So tuliweza kutumwa na kundi ya watu kwenda kuprevisit. So tukafanya hiyo kazi. Ilipofika jioni, wakati wa kurudi, wenzangu aliingia kwa gari, lakini kwa vile mimi nilikuwa na pikipiki, nikambeba mke wangu huku nyuma. Tukaanza safari ya kurudi nyumbani, na ilikuwa masaa yamepita. Sasa tulikuwa tunaharakisha kwenda kuangalia hata na watoto. Barabarani kumbe kuna mahali hapo inaitwa Kaptangat, mahali ambapo ng'ombe wao wana stroll tu ovyo ovyo barabarani, na sisi hatukujua juu mara yetu ya kwanza.
nimekuja kwa speed, kichwa changu kiko kwa watoto. Hiyo hali giza ikatupata barabarani. Watoto wangapi? Watoto wangu wawili, niko na watoto wawili, Geraldine na Pondi miaka 10, Tenali Sakoth miaka 4. Hapana 6. Karibu nikupe kongole bwana, karibu. 6. Nilikuwa nakupa kongole lakini sawa. Ya, na mke wangu ni Dolphin Kemuntu. So kwa harakati ya kuja mbio, ng'ombe alikuwa anavuka barabara na mimi sikuwa nimemuona, juu mimi nilikuwa dereva. Taa yangu iko very dim kidogo but naona mbele. Ile hali ya kukuja at a speed of 90-100. Kusema kweli nilipita na huyo ng'ombe. Juu ilikuwa imekuja imefika katikati. Sasa nikienda straight na gonga tumbo. Na nikaona nikigonga hii tumbo tutapiga sama salt. Sasa nikaona acha ni control kidogo tu, ni time kichwa nione vile itakuwa. Nikapita na kichwa, tukayumba. Mimi nikasimama inchi nyingine, na kwa hiyo hali ya kuyumba mke wangu kumbe ameanguka huku nyuma. Pole. Mimi nikasimama almost kitu kama a kilometer away. Ndio hiyo hali ya kusimama. So kusimama, yani kusimama kwangu ilikuwa kuanguka huko na pikipiki. Sasa nikasimama, nikaanza kumuita, namuita, uko wapi baby Dolphin, majina yetu. Nikakuja mbio kufika karibu na yeye, naona ako chini. Mimi nikasema kwa kikwisha, mimi nimeua bibi. Sijui nitasema nini. Lakini kumuguza kidogo nikasikia akinitaja tu daddy. Nikashukuru Mungu. Nilishukuru Mungu, nikapiga magoti yangu hapo. Sikuomba, kimoyomoyo tusema tu asante Yesu. Na kulikuwa na gari pia inakuja ikasimama, wakatusaidia, nyinyi ndio mmegonga mambo mingi hapo. Tukaenda kuona huyo ng'ombe alikufa on the spot. Na mlikuwa sawa mkasimama mnatembea kwenda mimi ndio nilikuwa a bit good. Lakini mke wangu hakuwa sawa. Pikipiki yenyewe haiko sawa. Tuko mbali nje yenye tujui, magari usiku huko haipatikani. Hasi kabidi tu tukabebana polepole, nikamfunga. Juu mimi pia niko kwa darasa ya master guide, naelewa hiyo. Nikamfunga polepole, nikamweka kwa pikipiki hiyo yenye sasa torch imekufa. Mkaenda? Sasa torch ni simu yangu. Polepole tulifika kwa nyumba saa 4 inaenda saa 5. Watoto wanawasubiri. Kwa kile, kwa bahati mzuri jirani yangu tulipiga simu, watoto walikuwa sawa. Na mke wangu alipoteza simu, mimi Biblia na nyimbo za Kristo kapotea, hatukuwa na time ya kutafuta. Na kutoka wakati huo mpaka wa leo afya yenu iko sawa? Yangu iko sawa. Tulifika nikampeleka hospitali check up, akafanywa x-ray hapo Rescos, kasemekana ako sawa. Lakini baadaye ndio nasikia analialia kiuno, mgongo. Mimi nikajua tu ni huko. Ilianzia kufika kwa na hiyo ili tumaliza. Alishughulikiwa, yuko sawa? Ameshughulikiwa, yuko sawa. Una kila sababu ya kumsifu Mungu. Nashukuru Mungu kabisa. Ama kweli ikafanya nikaenda hiyo crusade 2 weeks nikamaliza. Ama kweli una kila sababu ya kumsifu Mungu. Maana sasa watoto wakati huu wangekuwa mayatima. Lakini Mungu akasema sasa kwa nini waache niwape nafasi nyingine ili muweze kushuhudia ukuu wake. Kwa ufupi tu mami, kwa ufupi. Wewe unaweza keti ukitaka, maana wewe uko mbele utaonekana tu. Asante. Kwa majina ni Lynn Luiza. Ushuhuda wangu ni kwa niaba ya dadangu mkubwa. Mwaka jana aliposhika mimba, baada ya wiki kidogo kwenda pale hospitalini akaambiwa ako na cyst. Na ilikuwa imekuwa sentimita kadhaa. Na ikikuwa sentimita kadhaa, option ni ku terminate the pregnancy. Being that this was the first child, ni mtoto wake wa kwanza, kwa kuwa hajakuwa kwa ndoa miaka mingi, mwaka mmoja sasa. Madaktari gaino akasema itabidi tu atoe. Option ni 2, either watoe ama waache irapcha nayo. Yani either way mtoto alikuwa atoki. Sisi tukaanza kuomba kama familia. Tukatrust the process. Hatukusikia kile madaktari walisema. Tukasema wacha tu tuweke mtoto, Mungu afanye mambo yake. Sasa tukarudi pale nyumbani. Tukaendelea tu na clinic. Tukisema ikirapcha ni the will of God, isipo Mungu pia ako na sisi.
Kwa ufupi aliweza kupata mtoto. Amen. Wiki jana. Wow, beautiful. Mtoto anaitwaje? Atara. Atara. Wow, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mambo makuu katika maisha ya dada yako. Unatoa ushuhuda kwa niaba ya dada yako. Yule mtoto tutakuja kumsherehekea siku moja tu hapa katika kipindi cha Sifa. Mungu alimtunza miezi hiyo yote. Manake akina dada wanapitia mambo mengi. Anapopata ujauzito anasema kuna magonjwa tofauti. Anasema kuna cyst, kuna zile zinaitwa fibroids. Yaani changamoto, hormonal imbalance, mambo ni mengi. Ukimwona mke wako amepata ujauzito na akazaa, una kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake sio kila mtu ambaye alifanikiwa akapata yule mtoto. Na kwa wale ambao walipata changamoto pengine akapoteza yule mtoto, bado Mungu yuko. Si ni yeye alikupa, atamleta mtoto mwingine. Asante sana mtazamaji, tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hiyo acha niwape nafasi hawa wenzangu waweze kumshukuru huyo Mungu kwa wimbo mmoja, wimbo wao wa mwisho. Lakini nakusihi ungana nasi tena wiki ijayo, manake tutakuandalia kipindi kingine kizuri kitakacho kubariki katika kipindi chetu cha Sifa. Kuwa na wakati mwema. Na kunifikisha kwa nyanja za juu. Waweza nibariki hadi kile kiwango cha kusukwa hadi kumwagika. Kunifunika uchi wangu na kunivika utakatifu. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ayubu, wewe waweza. Waweza Bwana, waweza Mungu, Babi, waweza waweza kuniinua toka chini na kunifikisha kwa nyanja za juu. waweza nibariki hadi kile kiwango cha kusukwa hadi kumwagika. Kunifunika uchi wangu na kunivika utakatifu. Waweza Yawe, waweza Jalali, sisi twajua. Waisraeli uliwakwamua toka kwa mikono ya Wamisri babaya. Wakawavusha bahari ya Shamu, wakawa salama Baba mikononi mwako. Yawe, kuna uwezo mkubwa. Tena kule jangwani ukawalinda usiku mchana babaya. Ukawalisha, ukawaendesha, ukawaongoza njia. Wewe waweza Mungu, wewe ni ngome Bwana. Waisraeli uliwakwamua toka kwa mikono ya Wamisri babaya. Ukawavusha bahari ya Shamu, wakawa salama Baba mikononi mwako. Yawe, kuna uwezo mkubwa. Tena kule jangwani ukawalinda usiku mchana babaya. Ukawalisha, ukawaendesha, ukawaongoza njia. Wewe waweza Mungu, wewe ni ngome Bwana. Waweza Bwana, waweza Mungu, waweza uniinua toka chini na kunifikisha kwa nyanja za juu. Waweza nibariki hadi kile kiwango cha kusukwa hadi kumwagika. Kunifunika uchi wangu na kunivika utakatifu. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ayubu, wewe waweza. Waweza Bwana, Waweza waweza
katika utakatifu. Waweza Yawe, waweza Mungu, waweza Jalali, sisi twajua. Nataka niwafichulie siri, ninyi wandugu na wadada zangu, ya kwamba Bwana Mungu anajua shida zenu na mateso ambazo mnazopitia, na tena ana mpango kamili wa kuwainua toka katika mashaka yenu. Msichoke, msilie, msidungunike sana wenzangu. Nguvu za Mungu, Nguvu za kutosha, uwezo wa Bwana unashinda yote. nguvu za Mungu, Nguvu za kutosha, siri ninyi wandugu na wadada zangu, ya kwamba Bwana Mungu anajua shida zenu na mateso ambazo mnazopitia, na tena ana mpango kamili wa kuwainua toka katika mashaka yenu. Msichoke, msilie, msidungunike sana wenzangu. Nguvu za Mungu, nguvu za kutosha, uwezo wa Bwana unashinda yote. nguvu za Mungu, Nguvu za kutosha, aululu, yeye baba yetu aululu, ametuokoa, aululu, ametubariki, tutamuinua, tutamuabudu, tutamtukuza Bwana. sifa, sifa kwa Mungu, sifa, sifa kwa Bwana, sifa, sifa kwa Mungu, sifa, sifa kwa Bwana. Sifa kwa Mungu wetu, Sana ameniponya. Sifa kwa Mungu wetu, ameniokoa. Sifa kwa Mungu wetu, ameniponya. Sifa kwa Mungu wetu, ameniokoa. Sifa kwa Mungu wetu, ameniponya. Sifa kwa Mungu wetu, ameniokoa. Sifa kwa Mungu wetu,